Wazee wangu, nimekuja kuomba muendelee kutuvumilia. Naomba wazee wangu msitukasirikie. Katika kijiji kila mmoja ana mawazo yake. Lakini mimi nawahakikishia nitawashawishi wana kijiji wote watakubali kuchanga kwa ajili ya kucheza hiyo ngoma na kumchinja huyo ng'ombe kwa ajili ya kafara ili mamba aweze kuondoka. Lakini naomba uvumilivu wenu wazee wangu. Naomba pia na nyie mnivumilie ili niendelee kuongea na hawa na kijiji waweze kunielewa. Hakikisha unatekeleza yote unayosema, la sivyo itawagharimu nyote. Mbona nitaharuki na simanzi, machozi hayakauki. Nafsi yangu natafuta wapi amani, katikati ya giza nene na nyata tuongoza njiani. Ndio hivyo kama nilivyokuambia. Nenda kaongee naye kwa sababu ni ndugu yako. Anaweza kukuelewa. Maana ni mtoto wa kike. Anaweza kupambana na wale mamba na pamoja na wanaume. Mamba funa katokea kataka kuwazuru. Wale wanaume wanaweza kukimbia na kupanda juu ya mti. Vipi kuhusu yeye? Anaweza kukimbia kupanda juu ya mti. Lazima atakufa. Na mimi siko tayari kumpoteza rafiki yangu. Maana sisi tumejaribu kumshauri lakini hataki hata kutuelewa. Ni mbichi sana mama Kram. Hebu jaribu nenda kaongee naye. Acha ubishi. Mimi nimekuelewa. Pia na mimi siko tayari kuona dada yangu anapotea. Sipo tayari kuona dada yangu anakufa hadi yakuwa mimi nipo. Hebu angalie. Mjomba wangu wa Kram yeye amekufa. Kwa hiyo na yeye anataka afe kama alivyokufa mjomba wangu, si ndio? Hivi dada yangu ujasiri ameutoa wapi? Na pia nakumbuka dada yangu alikuwa ni muoga sana. Alikuwa muoga sana. Na shangaa sasa hivi anakuwa na ujasiri, anataka achukue silaha akapigane na mamba. Hivi kweli inakuja? Mimi na uchungu sana mjomba wangu Akram amepoteza maisha. Na yeye tena anataka akapoteza maisha kama mtoto wake, si ndio? Mimi sipo tayari kabisa. Nitahakikisha na mshawishi anakuja upande wetu ili tufanye hivyo. Inatakiwa tutoe mchango, hii ngoma ichezwe na tuchinje hiyo ng'ombe kwa ajili ya kafara ili huyu mambo aweze kuondoka. Mimi sipo tayari kabisa. Sijui amepata wapi ujasiri, anashindana na wanaume. Bora tu kaongee naye. Maana amekuwa mbishi sana. Hata hivyo ana bahati sana. Nilikuwa nimesafiri ila kwa kuwa nimerudi na uhakika. Yaani haitotokea tena. Lazima tupambanie huyu mamba hawezi kuondoka. Lakini hawezi akachukua silaha akapambane na mamba. Hilo kitu hawezi kabisa. Mimi nipo upande wenu na uhakikishia pia nitamshawishi na yeye atakuja upande wetu na huo mchango wa hiyo ngoma atatoa na kuhakikishia hilo. Selina, naamini wewe ni muelewa sana. Kijiji chetu kina janga kubwa sana. Huyu mamba anaendelea kuleta madhara. Na mamba anataka kitu kidogo tu. Tumchangie hela ya ngoma pamoja na hiyo ya kumchangia ng'ombe ili tumchinjie aondoke. Hembu ona watu wanavyokufa. Zaidi kinachosikitisha, tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Watoto ndio wanaokufa sana. Juzi tumempoteza Akram. Kabla hatujapata maamuzi, Dori naye amekufa. Hivi unaona wazazi wa wale watoto wanajisikiaje? Wana maumivu kiasi gani kwa kufiwa na watoto wao? Akati ni jambo dogo tu, tunatakiwa tukubaliane nalo. Achangiwe, tucheze ngoma, tununue ng'ombe mweusi ili achinjiwe aondoke zake. Na sasa sisi tu tumeanza kufanya. Mababu zetu, wazazi wetu wamefanya hayo na ndio wamelinda kijiji chetu mpaka sasa hivi kiko salama. Lakini zaidi sisi tunaleta tu sasa. Tunasema wao si haitakiwi kafara, tu imepanda kimeshuka, lakini Selina wewe na mimi nimeelewa. Hebu ungana hata na mimi basi. Tuwaambie watu wengine ili tuweze kuondoa ile janga lililoko katika kijiji chetu. Wewe uone kijiji chetu kinateketea. Uone watoto wetu wanaisha. Je, nyumba zote watoto wetu wakichukuliwa au wote tukifa, kijiji kitabaki na nani? Mimi naamini wewe unaweza ukanisupport mimi ili tuweze kuambia na wengine. Na ndio maana nimekuja hapa kwako kukuambia tutoe huo mchango wa hiyo ngoma na mchango wa kutoa hiyo ng'ombe achinjwe ili mamba aweze kuondoka. Hivyo na akili wewe. Akili zako zina chaji au zina fungus? Yaani nitoe pesa eti kwa ajili ya kununua ng'ombe na kichaa? Hiyo pesa si ningekaa nikanunua mimi nyama nikakaanga kwangu nikala. Au hiyo pesa ungechukua basi ukanunua nyama kakaanga kwako ukala. Eti tumnunulie eti mamba ng'ombe. Si bora hiyo ile tungechenga basi wana kijiji tukashusha hata ng'ombe watatu hapo chini. Ng'ombe watatu wakakaa hapo tukala nyama tukala mpaka tukabadilisha vyoo. Kila siku tunakula tu mamboga mboga tunakunya siyo manini.
Bora tule kitu kinachoeleweka, nyama. Ukienda chooni unakaa na starehe, ukishusha mzigo wako pale, taratibu kitu kinatoka cha nyama. Wewe mimi sina ile za kuchezea. Niache kununua mabati, nije niwekeze kwenye kibanda changu hichi na nyesha kila siku matunda ndondoke tu. Si bora niwezeke hapo kwenye banda langu. Sitaki kusikia habari zako hapa kwangu. Na nikuulize tu swali. Mara ya mwisho, ukaone hii ndo ya mwisho wewe kula ng'ombe. Nyama ya ng'ombe ni lini? Ni siku gani? Ni mwezi gani? Ni sekunde gani ambao ukachinja nyama ya ng'ombe wewe ukala? Lakini Selina, wewe ndo unafanya ya mambo, si ndio Usikuje mchana wetu wewe. Lakini Selina, hata kama tutanua hao ng'ombe watatu, mfano mzazi wa Akram, mzazi wa Dori, unaweza ukamuita akanywa supu. Kwa furaha gani? Tutafuta kwanza furaha ya kijiji. Alafu hao mengine kelele bwana wewe. Eti kabisa miguu yako umetoka kwako, micharongo zako umekuja tiki. Unakuja kunisimamia eti tununie mamba ng'ombe, sijui tumcheze kingoma, sijui tufanye nini. Sina huo muda bibie. Changanya mbaraga zako. Bibi. Lakini Selina, tembea. Selina, hebu fikiria tena kwa mara ya pili. Kama utamchinja huyo ng'ombe, tutamla kwa furaha gani? Akati kijiji kinaomboleza. Watu waliofiwa, mama aliyefiwa na mtoto wake, unaweza kachinja ng'ombe hapo ukampea aje anywe supu. Hivi kweli inawezekana? Wewe kelele bwana wewe. Huyu mwenyewe ukichinja ng'ombe lazima naye hale. Ana muda aje la nyama. Nasemaje? Nasema hivi, changanya miguu yako bidada uende. Sitaki usikize story zako. Unanikera. Kwangu wenyewe na muda sijala nyama, natamani pata hata kesho. Naomba uende. Bibi, amka uende bwana wewe. Amka nenda. Nenda. Shenzi mkubwa, mbwa mkubwa wewe. Watu wanabala ongea vitu vya msingi. Mungu subiri. Imekuwa vizuri sana nimekutana na wewe. Maana nilikuwa nawatafuta sana watu kama nyie. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Naombeni muache dadangu na maisha yake. Naombeni msimshawishi dadangu kwa chochote kile. Umenielewa? Hivi nyie kama mngekuwa ni wanaume na mngekuwa ni mashujaa, simngechukua silaha mkaenda kupambana na huyo mamba. Hivi hamjui kwamba huyo mamba ni hatari? Hamjui kwamba mamba anasababisha majanga hapa kijijini? Alafu nyie ndo mnamtaka dadangu na yeye atoke eti akapambana na huyo mamba. Hivi mnajielewa kweli? Mna akili timamu? Sasa ni hivi, mimi na dadangu tunapendana sana na tupo wawili tu. Hivyo sitaki dadangu, yani sitaki mfanye dadangu, sitaki mshawishi dadangu kwa chochote kile. Naombeni muache dadangu na maisha yake. Unajua unachekesha sana. Yaani eti unajiita mwanaume. Mwanaume gani? Yaani mwanaume unaogopa kufa? Yaani dada yako amebeba moyo wa kishujaa kuliko hata wewe mwanaume. Hivi una akili timamu wewe? Unashangaza sana. Basi wewe tungekuita mama Akram na mama Akram akawa ndio wewe. Kwa sababu una moyo wa kijinga sana. Yaani mwanaume baada uwe kipaumbele katika kusema ya kwamba mamba tupambane naye tumuondoe, badala yake eti unatetea eti mamba tumuache eti tunamshawishi dada yako eti apambane na mamba. Sasa ngoja nikwambie. Sisi tutaenda kupambana na huyo mamba na tutamuua. Na mama Akram atakuwa bega kwa bega na sisi kwenda kupambana na huyo mamba. Na sio kuleta upuuzi tu mwanaume eti unamtetea eti dada yako eti tunamshawishi. Tunamshawishi kwa lipi? Yeye amebeba moyo wa kutetea hichi kijiji. Lazima atakitetea tu hichi kijiji. Acha upuuzi na ujinga eti mwanaume. Wewe jeuri, si ndio? Sasa kama nyinyi ni mashujaa, endeleeni kumshawishi dadangu kwa nini ujinga wenu. Ndio mtakuja kunijua mimi ni nani. Wapumbavu nyie, wajinga wakubwa nyie. Nilimfuata Selina ili naye kumhamasisha atoe ule mchango wa kutoa ili tucheze ile ngoma pamoja, tununue ng'ombe ili mamba aweze kuondoka. Lakini Selina alinisikiliza kama mtu aliyenielewa. Nikamuelezea, nikampa na mifano mingi. Selina, tufanye hivi ili kijiji chetu kisiishe, watu wanazidi kufa. Akramu amekufa, hatujakaa sawa, Dorini amekufa. Tutoe hii hela ili huyu mamba aweze kuondoka, tumfanyie hizo kafara anazozitaka. Lakini Selina akaja akanibadilikia. Kama vile si yule nilikuwa naongea naye mwanzoni. Aliongea maneno ya ajabu.
Akasema hiyo hela ya ngoma bora awezeke nyumba yake. Na akadai kwamba yeye hajala nyama sio miaka mingapi na sisi hatujala nyama miaka mingi. Kwa nini tumchinjie huyo mamba hiyo ng'ombe? Yaani alinifukuza kama mbwa. Akanisukumiza na muelewesha na mwambia Selina, watu wanazidi kupata madhara. Hakunielewa. Jamani. Hivi kwa nini wanakijua na kuwabishi hivyo? Hivi haoni madhara ambayo yanatokea hapa kijijini? Watu wanazidi kufa. Kwani hela ng'ombe ni shingapi? Tukacheza na hiyo ngoma mamba kaondoka. Na anaposema kwamba hiyo hela bora Isaac na nili bati lake, hiyo hela bati ni shingapi? Singetoto hapo hiyo pesa kidogo akajichanga. Hivi tungejichanga hiyo ngoma ikachezwa. Nawaona wacheza ngoma hao. Naona mna kikao cha dharura. Nawaona wacheza ngoma. Leo mna kikao cha dharura. Mnajadili jinsi ya kwenda kumchezea mamba ngoma na kumchinjia ng'ombe yale nyama. Hivi akili zenu zinachaji kweli nyinyi? Au hamna kitu huko akilini? Na nyinyi mara ya mwisho nyinyi kula hata utumbo wa ng'ombe lini? Nataka eti tumchinjie mamba. Nyinyi ndio mnamlea. Huyu tunatakiwa tujadiliane wote kwa pamoja kijiji hichi. Tumtegee mtego tumuue ili siku nyingine asije kusumbua watoto wetu na vizazi vijavyo ambao vitaishi kwenye kijiji chetu. Lakini wewe ndio unang'ang'ania kwamba wazee wetu. Wewe ulikuwa hicho kipindi wazee wetu wakiwepo? Au wewe ndio unamfuga huyo mamba na kutusokota sisi tuingie kwenye ujinga wako? Hiyo hela hata uile wewe na familia yako. Mimi sitoi hata 100. Sharti ni kwamba mamba auliwe. Nyie endeleeni kujadili na mwisho wa siku nyie mtakuwa mmeshaliwa na huyo mamba ambaye mnampigania. Cha msingi tunataka tumuue. Unaona? Tulivyo na kazi ngumu. Yaani watu wana vichwa vigumu. Wanalichukulia ile swala kirahisi, lakini hawajui madhara makubwa yanayokuja. Yaani bora wangekubali tu tufanye hivyo ambavyo wazee wetu walifanya zamani, tungekuwa salama. Lakini kwa hii hali wanakijiji wanaoendelea nayo, mimi sio kama wanajua madhara yanayokuja mbeleni. Mbona ni taharuki na simanzi? Jamani, tumeitana hapa ili kujadili tuanzie wapi kwenda kumsaka huyu mamba. Maana siku inakaribia. Siku ambayo tumekubaliana kwa ajili ya kwenda kupambana na huyu mamba inakaribia. Na huyu mamba sote tunafahamu kwamba ana sehemu 3 ambazo ni muhimu sana, huwa yeye hakosekani katika hizo sehemu. Sote tunazijua. Mara nyingi huwa anaendaga kule Mlima Poka au kule msituni au hapo mtoni hapo, huo mto hapo chini hapo. Mara nyingi hizo sehemu 3 ndo huwa anapendelea sana kwenda katika hizo sehemu. Kwa hiyo ni bora tukubaliane tuanze kumtafuta wapi hiyo siku ikifika. Jamani, mimi nilikuwa naona bora tuanzie kule juu Mlima Poka. Kwa sababu akikaa kule juu mlimani anaona vizuri mandhari ya huku chini, sehemu ya kufanya tukio au sehemu aliyofanya tukio. Mimi naona tuanzie kule juu mlimani. Mimi naona sehemu zote tulizotaja ni sawa. Lakini naona sehemu bora zaidi tungeanza msituni. Maana hichi ni kipindi cha kiangazi. Na kule vile kuna vivuli vingi sana. Kwa anaenda kujipumzisha kule. Na hata kama tunakumbuka mtoto wako alivyoliwa na mamba, alikimbilia maporini pia. Hata siku ile Juma tulivyokuta mnagombana pale porini, kuna mtoto Dorini aliliwa. Ni huko maporini. Kwa hiyo naona porini ndio sehemu sahihi ambako tutampata kiurahisi zaidi. Ni kweli mawazo yenu ni mazuri sana. Lakini mimi naona wazo zuri sana tungelianzia mtoni. Kwa sababu katika sehemu zote hizo ambazo mmezitaja, anaweza akafanya tukio kule, labda akala wanyama wa mwituni, lakini akaja katika mto kunywa maji, na ukilinganisha sasa hivi ni jua kali sana linawaka, yani kiangazi. Kwa hiyo anaweza kakaa huko msituni akabaki na kiu, anataka kunywa maji, joto likawa limemzidi kwa sababu yule ni mnyama wa kwenye maji. Hivyo hajazoea joto. Hivyo akaja hapa mtoni kunywa maji na kujipoza pia, akabaki hapo mtoni. Mimi naona tuanzie mtoni. Tukimkosa mtoni, tutaenda katika hizo sehemu ambazo nyinyi mmezitaja. Jamani, sehemu zote tulizozitaja ni sahihi. Lakini mimi nadhani wazo la Juma, sehemu ambayo ameipendekeza ni nzuri zaidi kwa kuanza nayo. Maana kivyo vyote vile mamba hata kama akikamata kiumbe huko, hata kama akiwa hajala chochote, lakini lazima mtoni atakwenda tu kunywa maji. Hivyo pale mtoni ni sehemu yake muhimu sana. Kwa hiyo ni bora tungeanzia mtoni. Tukimkosa tutakwenda sehemu nyingine. Ni kweli. Ni vyema tukaanza huko.
Na pia kama tukimkosa huko mtoni, basi tunaenda katika hizo sehemu ambazo nyinyi mmeziongelea. Na nina uhakika katika hizi sehemu zote 3 ambazo tumeziongelea, basi mojawapo lazima tutampata tu na tutatimiza lile lengo letu ambalo tunataka tulifanye, kumuondoa kabisa huyu mamba. Basi sawa, mimi nadhani silaha zetu tulishaziandaa toka awali. Kikubwa ni kwenda kuziongezea ulinzi, yani maana yake kuzitunza na kuzilinda. Siku itakapofika, kila mmoja awe na silaha zilizokuwa imara na za kutosha. Nafsi yangu natafuta wapi amani, katikati ya giza nene na nyatatongoza njiani. Huzuni, oh huzuni, huzuni, furaha yangu iko wapi? Huzuni, moyo wangu upo gizani.